Mwathani agocwo nĩ ndakũgeithia mũthikĩrĩria wa Pacific Ways TV and radio we ũratũnyita kuma gũkũ Washington State. Ngai akũrathime nĩ gwĩtĩkĩra kũnyitanĩra na ithuĩ mũthenya wa ũmũthĩ, na nĩ ithuĩ Ngai witũ nĩ agũtũtuga kũhĩtũkĩra kiugo gĩake. Niĩ ndĩrakũrehera tabarĩra ĩno ya kiugo kĩa muoyo, nĩ njĩtagwo Rev.Anthony Thuita kuma CFF Kent. Na Ngai nĩ agũtuĩka wega mũthenya wa ũmũthĩ ũkĩnyitanĩra hamwe na ithuĩ arĩa me East Africa. Nĩ njũĩ kũu nĩ hwaĩ-inĩ na gũkũ Washington State rũcinĩ, na nĩ Jumapili. Nĩ tũracokeria Ngai ngatho. Ndenda kwaria ũhoro wa njĩra ithano cia magerio, kana magerio na njĩra ithano, majaribu aina 5 marĩa makoraga mũndũ wa Ngai. Na Gĩkũyũ gĩtirĩ ciugo ngũrani mũno cia gũtarĩria magerio macio tofauti, no Gĩthũngũ nĩ gĩtarĩirie wega. Number 1 ni the trials and affliction. Number 2 is what we call temptation. Number 3 it is testing. Number 4 is the wilderness experience, and number 5 is chastening or rebuke. Na rĩngĩ mũndũ ndamenyaga aragerio na magerio njĩra ĩrĩkũ. Rĩngĩ rĩrĩa ũgeretio kana rĩrĩa ũndũ ũroka kũringana na ũrĩa kiugo kĩa Ngai kiugĩte, mũndũ eciragia nĩ thũ kana nĩ Saitani ũkĩrĩire mũtũrĩre waku. No nĩ wega kũmenya kiugo kĩa Ngai kiugaga atĩa rĩrĩa wagerera maũndũ maritũ, rĩrĩa we wagerio. Amen. Na thĩinĩ wa Genesis 22 kiugo kĩa Ngai nĩ kĩaragia ũhoro wa Abraham, and God tested Abraham, akĩmwĩra that is test. Na testi nĩ ta kĩgeranio. Rĩrĩa mũndũ e thukuru, wakati unasoma, no nyende kwanjia na Genesis 22, na igerio rĩa mbere kwaria ũhoro warĩo nĩ testing. Testing ama mtihani, Kiswahili inaweza kuelezea vizuri tuelewe. Na Gĩkũyũ nĩ kĩgeranio. Kĩu nĩ ũndũ ũrĩa ũragio kwĩna anja, kana ũndũ ũrĩa ũgeragĩrio no kwĩna icokio rĩa ũndũ ũcio. Na rĩrĩa Ngai ageragia Abraham, Ngai ageragia obedience ya Abraham kũhĩtũkĩra ũrĩa amwĩrire arute mwana wake, the only son, as a sacrifice. Abraham obeyed. No Ngai nĩ arĩ na anja. God had already predestined. Nĩ amenyete ũrĩa wothe egwĩka na Abraham. Nĩ amenyete he will provide the lamb for the sacrifice, and is a picture of Christ. No endaga kũmenya wĩhokeku na wathĩki wa Abraham. Na nĩkĩo nginya hau kĩanda tũraigua, tondũ nĩ ndona ndũna withhold your only son Isaac, then in blessing will I bless you, and in multiplication I will multiply you. Kiugo kĩa Ngai atĩrĩrĩ, it came to pass after these things that God did test Abraham and said unto him, Abraham, and he said, behold, here I am. And he said, take now your son, your only son Isaac, whom you love, and get the lad of Moriah on over him there for a burnt offering upon one of the mountains which I will tell you. Kisha Mungu akamwambia mchukue mwanae wa pekee Isaka umpendaye, uende katika nchi ya Moriah, mtoe huko kama sadaka ya kuteketezwa juu ya mlima mojawapo nitakao kuambia. Abraham akaamka asubuhi na mapema siku iliyofuata, akatayarisha punda wake, akawachukua watumishi wake wawili pamoja na Isaka mwanae. Baada ya kuchaja kuni za kutosha kwa ajili ya hiyo sadaka ya kuteketezwa, akaondoka kuelekea mahali Mungu alipokuwa amemwambia. Lakini alipofika juu ya mlima Moriah, kwa sababu the Bible says after 3 days journey, Mungu alimuonyesha mlima ukiwa kwa mbali, na akajua hapo ndipo Mungu alimtuma. Jina la Bwana lipewe sifa. Lakini alipofika pale na kuinua upanga, Mungu akaongea, akamnenea hivi kupitia malaika wake. Malaika wa Bwana, hiyo ni verse 11. Kisha wacha nisome verse 10. Akanyosha mkono wake na akachukua kisu ili amchinje mwanae. Na kini malaika wa Bwana akamwita kutoka mbinguni akamwambia, Abraham, Abraham. Akajibu, mimi hapa. Akamwambia, usimdhuru kijana wala usimtende jambo lolote. Sasa ninajua kwamba unamcha Mungu, kwa sababu hukunizuia mwana wako wa pekee. Abraham akainua macho na akaona kondoo dume amenaswa pembe zake za nyuma katika kichaka. Akaenda akamchukua huyo kondoo dume, akamtoa awe sadaka ya kuteketezwa badala ya mwanawe.
Kwa hivyo Mungu alikuwa na jawabu. Mungu alikuwa anajua itaenda namna gani. Lakini hii ilikuwa ni test. Ni kujaribiwa, ni test ambayo iko na jawabu. Test aina nyingine tunaiona ni katika kitabu cha Injili ya Yohana, John chapter 6. Amen. Hii ni wakati Yesu Kristo alikuwa na umati katika nyika, na akaona ya kwamba wanahitaji chakula. Akaona ni hawezi kuachilia vile, na kwa hivyo akawaita the disciples. Philip akamwambia, where do we buy food to bread kulisha hawa? Philip hakuelewa. Alisema msahara ya mwaka mzima haiwezi ikatosha. Yesu Kristo hakusema where do we get money to buy these people food. Aliuliza where do we get bread. Alianguka mtihani huo. Pia Andrew ambaye pia tunaweza kusema alijaribu kwa sababu aliona kijana aliyekuwa na mikate. Yeye ndiye alijibu baadaye. Na Biblia inasema ya kwamba Yesu alimwambia alimwambia hivyo akimjaribu. He was testing him for he knew what to do. Amen. The Bible says in verse 5 of John 6, when Jesus lifted his eyes, he saw a great company coming to him. He said to Philip, where do we buy bread that this may eat? Where do we buy? Shika hiyo. Hakusema where do we get money to buy the bread that these people may eat. Lakini ona vile Philip anajibu. Philip answered him, 200 pence worth of bread is not sufficient for them, that everyone may take a little. In fact, alikuwa anasema hata wachukue kidogo. Angalia. The Bible says, and this he said, verse 6, to prove him. This he said to test him, for he himself knew what he would do. Hivyo alifanya kwa kumjaribu. Hiyo jaribu ambao nimeongea mara ya pili. Mara ya kwanza, testing, alimjaribu, lakini alikuwa anajua yeye atafanya nini. Jaribu aina ya pili ningetaka kuongea kuihusu ni temptation. Temptation, God does not tempt. Na kujaribiwa, to be tempted is not sin, but to yield to the temptation. Kujipeana kwa majaribu, hiyo ndio dhambi. Na majaribu ni adui huleta kujaribu. To tempt. Yesu Kristo pia alijaribiwa. The scripture says, he was tempted in Matthew 4 verse 1. The Bible says, at that time Jesus was led by the Spirit in the desert to be tempted by the devil. Shetani ndiye hujaribu. Hii jaribu ya pili ni temptation. Ile ya kwanza nimekuambia kuihusu ni test, mtihani. Nayo hii ni temptation. Kwa Kikuyu tunaweza kuita Magerio. And the Bible says, you know, of course, Yesu alishinda kwa neno. If you are the Son of God, command that these stones become the loaves of bread. Kristo, lakini Bwana apewe sifa, Kristo alishinda hilo majaribu. Na pia mtume Paulo anasema hivi, no temptation, that is 1 Corinthians 10 and verse 13, no temptation that has overtaken you that is not common to man. And God is faithful. He will not let you be tempted beyond your ability. And in every temptation, he will provide a way of escape that you'll be able to endure it. There is no temptation that will come beyond your strength to handle. Kila jaribu ama majaribu imepimwa, every temptation. And the Bible says God is faithful. He will provide a way of escape. Kwa hivyo wakati majaribu inapokuja, wakati adui anapokuletea majaribu, jua ya kwamba Mungu ni mwaminifu. Hata kutengenezea mlango wa kutokea, na kwa sababu ni mwaminifu, na utaweza kushinda. You will be able to overcome the temptation. Pia James, in the book of James chapter 1, the Bible says, and verse 13 and 15, when tempted, no one should say, God is tempting me. For God cannot be tempted by evil, nor does he tempt anyone. Mungu wetu hajaribu yeyote. He does not tempt. That is jaribu ya kutempt. He does not tempt, or he does not tempt anyone. Anyone who is tempted, let them know they are tempted of the devil. Blessed be the name of the Lord. And we have had in every temptation, there is a way of escape. Jaribu aina ya tatu ni trials and afflictions.
tunaweza tu kuita Kiswahili, Kikuyu hainaga tofauti sana. Ikisema yote inasema ni kama neno moja. Lakini Kiingereza inaongea vizuri. Na hiyo inaitwa chakula ya mwenye haki. The Bible says many are the afflictions of the righteous, but God will deliver them from them all. Majaribu ya wenye haki ni mengi, lakini Mungu atawaokoboa. Many are the troubles. Tafsiri ingine, that is Psalms 34 and verse 19. Many are the troubles of the righteous, or righteous may suffer many troubles, but the Lord delivers them from them all. Na pia Warumi tunaona kwa nini haya majaribu. Kwa nini Wakristo tupitie mambo mazito? Unajua wengine tunafikiri because you are born again hufai kupitia mambo mengine. Wale wenye haki, wengine tunasoma katika Hebrews 11, wengine waliuawa, wengine wakaokolewa kwa moto, wengine wakaokolewa kwa upanga, na wengine wakatazamia furaha iliyokuwa mbele. Kwa hivyo katika maisha hii unaweza kupitia mambo mazito. Si kusema ya kwamba Mungu hajui na Mungu haelewi, lakini ni ya kukutengeneza. Kama hii tunasoma affliction, trials. In fact, the Bible says in Isaiah 48 verse 10, the Bible says, I have chosen you in the furnace of affliction. Nimekuchagua katika tanuru ya mateso. Wakati unapopitia mateso hayo huunda character. Nikitaka tuone katika Warumi 5, Romans chapter 5 and verse 3. We see this type of the trial, temptation. Now, why does it come to a believer? Kwa nini Mkristo apitie mambo mazito? Amen. They build the character. Inatengeneza utu wa mtu. Amen. The Bible says in Romans chapter 5 and verse 3, and not only so, but we also glory in tribulation. Neno lingine la majaribu ya aina hii ni tribulation. Amen. Mateso, Kiswahili ni mateso, dhiki. Wakati unapopitia mambo ya mazito. And we also glory in tribulation, knowing that tribulation worketh patience. Wengine ile subira tuko nayo ni kwa sababu ya ile mambo tumepitia. And we are strong people. Tumekuwa watu wenye nguvu kwa sababu yale mambo tumeyapitia yametutengeneza. Yamefanya mambo mioyo yetu ipanuke. Ngorosi tunisiaramete ni tondu wa maundu maria tugereire. Amen. Ni tondu wa morito maria tugereire, ni tuhotete kwihoka Ngai makiria, ni tuhotete kumenya Ngai makiria, na no tutuike mundu wa kumiriria, mundu uragera maundu ta maria turagera. The Bible says, thanks be unto God of all comfort, who comforted us in all our afflictions, in the book of Corinthians, that by the comfort he comforts us with, we might be able to comfort others. Ile comfort, ile faraja tunapokea kwa Mungu, pia sisi tuweza tukafariji wengine. So Biblia inasema hivi, and the patience, kwa hivyo the tribulation worketh the patience, and the patience experience, and experience hope. So some of us, because we have today, hope today, it is because we went through trials, and through the trials the patience was born. Now kupitia patience tukawa na experience, and kupitia experience now we have hope. And the Bible says this hope is not the hope that will make us saved, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost. Kwa hivyo hiyo ni aina ingine ya trials. Na pia in the book of James, ningetaka kusoma James 1. Amen. James pia ametaja hapo, hesabuni furaha tupu, count it all joy. Amen. Maybe some of us would not think to count it joy when we go through trials. Lakini kwa sababu we know the product of those trials, we celebrate, tutafurahia. Amen. In James chapter 1 and verse 12, the Bible says, blessed is, and wacha nianze verse 2. Verse 2 inaongea vizuri. My brethren, count it all joy when you fall into diverse trials, knowing that the trying of your faith worketh patience. And let that patience have her perfect work, that you may be perfect, wanting nothing. Ndugu zangu, hesabuni kuwa ni furaha tupu mnapopatwa na majaribu mbalimbali, mkijua ya kwamba kujaribiwa kwa imani yenu huleta saburi. And the Bible says that our faith, which is more precious than gold, must go through fire. So we must be tried. Mungu anajaribu watoto wake. Amen. Mungu anajaribu mioyo. Our God tries the loins of the heart.
The jaribu aina ingine nikitaka kuongea ni kuhusu the wilderness experience. Nyika. Nyika ni wakati unapitia hali. Watu wanakuacha, unakuwa peke yako, unakuwa hauna provision, unakuwa unaishi kwa imani, yani unapitia kipindi kigumu, marafiki wanakuondoka, the friends will depart from you. That's a wilderness experience. Moses went through a wilderness experience. Paul pia Biblia inasema alienda wilderness ya Arabia. Jesus also alipelekwa nyikani, Yesu mwenyewe. Kwa hivyo wilderness nikisoma katika Exodus, in fact wana wa Israeli wangefika nchi ya ahadi kwa siku chache tu, lakini Mungu akaona ni vyema awapitie katika nyika. It pleased God to lead them through the wilderness. The Bible says this. That is Exodus chapter 13 and verse 17. It came to pass when Pharaoh let the people go, that God led them not through the way of the land of the Philistines, though that was near. For God said that peradventure people repent and see war and return to Egypt. But God led the people about through the way of wilderness of the Red Sea, and the children of Israel went up harnessed out of the hand of the land of Egypt. Kwa hivyo Mungu ikaona ni vyema awaongoze katika nyika. Amen. Na Biblia inasema ya kwamba wakaenda wakiwa ni watu wametayarika. They were prepared for war. Hiyo nyika iliwatayarisha. Nyika hutengeneza. Na wakati mwingine kukuhambu, kuondoa kiburi. In fact Deuteronomy 8 limeelezea vizuri. I allowed you even to hunger, and later supplied you food, manna, the bread of ages. I gave you water from the flint rock, ili muweze kuniamini mimi. Anasema nguo zenu hazikuraruka. Wacha tusome hiyo Deuteronomy. The Bible says, and you shall remember, that is Deuteronomy 8, the Lord God, your Lord, who led you these 40 years in the wilderness, to humble you, to prove you, to know what was in your heart, and whether you would keep his commandments or not. You see why God was taking them to the wilderness? To humble them, to prove them, and to know what was in their heart. Wengine, unless we go through the wilderness experience, hiyo hali ya scarcity, hiyo hali ya wewe ulikuwa mtu anaweza kila kitu, umepitia njaa, umepitia kukosa land, umepitia mambo mazito, God is preparing your heart. He is determined to do you good at the later end, kama vile tutaona hapa. The Bible says, and he harbored you, suffered you to hunger, and fed you with manna which you knowest not, and your fathers did not know, that he might make you know that man does not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Your clothes, your raiment waxed not old upon you, and your feet did not soil these 40 years. Miguu yenu haikuviba. Amen. Kwa hivyo Mungu alikuwa anawatayarisha katika nyika ili awafundishe unyenyekevu. The Lord was humbling them. Yeah, alikuwa anawaambia hata msikue watu walio na kibali mtakapobarikiwa. In verse 14, when your heart is lifted up, do not forget your God, which brought you out of the land of Egypt, from the house of bondage, who led you through the great and terrible wilderness, where there were fiery serpents and scorpions and drought, and no water, and who brought you water from the rock of flint, who fed you in the wilderness with manna, which your fathers knew not, that he might humble you, and prove you, and do you good at the later end. So wilderness is a proving season that God will do great things at the end. Amen. The Lord will give you mighty breakthrough at the end. Psalm 66 inasema hivi. In fact, inapenda hiyo Psalms, that you allowed us to go through trouble, and later you brought us to a wealthy place. Ulituruhusu tupitie shida. Verse 10. Oh God, you have proved us. You have tried us as silver is gold. That is Psalm 66 verse 10. You brought us unto the net. You laid affliction upon our loins. You have caused men to ride over our heads. We went through fire and through water, but you brought us out into a wealthy place. Alafu katuleta katika mahali ambapo pana baraka tele. That is the end result of a wilderness.
the other kind of testing, the chastening. We see that in Hebrews 12. Chastening ni naweza kuita ni kama kiboko, discipline. Mtoto wako akikosea, the Bible says baba zetu tulipokosea walitu chasten, walitu discipline. Ni mapigo, wacha niseme ni mapigo. Unafanya kitu, Mungu anakutengeneza, yani siku ya kesho hautapitia hiyo barabara. Unakuwa mtu ambaye ni mwangalifu. Wakati tuna discipline watoto, si kwamba hatuwapendi. In fact, the scripture here says that the Lord disciplines the son he loves and the son he receives. Kama tungekuwa watoto boreli, Mungu hangeshughulika na sisi. Lakini alitutiisha ama alitupitishia chastening and rebuke ili atutengeneze jinsi impendezavyo. The Bible says in verse 10 of Hebrews, tena sisi sote tunao baba wa kimwili waliotuadhibisha nasi tukawaheshimu. Kwa ajili ya hiyo, je, si inatupasa tujinyenyekeze zaidi kwa baba wa roho zetu ili tuishi? Na in fact nikitaka kuanzia mstari wa 6, that is Hebrews 12. For anyone the Lord loveth he chastens and scourgeth every son who he receives. Kwa hivyo hii aina ya jaribu ni hali mgumu unapitia, ni kama ni punishment, lakini ni discipline unapewa. Unaambiwa vile ulifanya haikunipendeza. Mtoto ukimchapa na umtengeneza vizuri asikie maumivu, tomorrow ata avoid hiyo njia. Kwa hivyo hata wewe ukiona hiyo kitu uone Bwana ameingilia, ni kwa sababu anakudhamini. The Bible says this, kwa sababu Bwana anawaadhibu wale awapendao na humwadhibu kila mmoja anayemkubali kama mwana. Ikiwa unafanya kitu chochote unataka na hauulizwi, basi wewe hauhesabiwi kama mwana. The Bible says if you endure chastening, God dealeth with you as with the sons. For what son is who his father chasteneth not? If you are without chastening, then you are partakers, you are not partakers, but you are bastards and not sons. Kwa hivyo ikiwa nyinyi hampitii hii chastening, ama kama hakuna kuadhibiwa ambalo ni fungu la wote. Kwa hivyo wacha tuelewe, kuadhibiwa hii ni fungu la wote. It is a portion to all. The Bible says, then nyinyi ni watoto haramu, lakini sio watoto halali. Sisi ni watoto halali, kwa hivyo ni lazima tupitie such chastening. Na tutaona why do we go through chastening? Why do we go such discipline? Furthermore, we had fathers of our flesh who corrected us, and we gave them reverence. Shall we not much rather be in subjection unto the Father of spirit and live? Tulikuwa na baba zetu waliotuadhibu. Wengine discipline ambayo tuko nayo siku ya leo hata tukiwa nchi za ugeni ni kwa sababu tulitengenezwa. Tulikuwa tunachelewa usiku, unaeleza ulikuwa wapi. Ulikuwa unakosa kufanya ile umeambiwa ufanye, unaeleza ni kwa nini haukufanya, na unachapwa vizuri. Mimi niliogopa kuchapana kabisa mpaka kukua kwangu, sababu siku moja nilichapa my brother, niliadhibiwa na sijawahi sahau mpaka siku ya leo. Ilikuwa ya maumivu sana, nilikuwa naona kama nitauawa. Kwa hivyo ile mapigo nilipata ikanifanya niwe na discipline. Hata nikiwa high school ninajiangalia, hata nikosewe nitavumilia tu, lest nichapane na mtoto mwingine nipokee mapigo niliyoyapata. Kwa hivyo hiyo discipline niliyopewa na mzazi ilinisaidia. Hata siku za baadaye ninaweza kuishi na watu na nivumilie bila kuwa na kupigana na wao. So the Bible says baba zetu walituadhibu kwa kitabo kidogo kama walivyoona vyema. Ni kweli kama sisi tuliadhibiwa katika miaka mingine tumekuwa independent. Mzazi hawezi kukuadhibu tena. Umekuwa na jumba yako, umekuwa na jamii yako. The Bible says they did that for a short while, walivyoviona vyema, lakini Mungu hutuadhibu kwa faida yetu ili tupate kushiriki utakatifu wake. Nilitaka tufikie hapo. Tusikie, why does God chasten us? It is so that we may share. Now, the chastening for this present seemeth not joyous, but grievous. Nevertheless, afterward it yielded a peaceable fruit of righteousness unto them which exercise it thereby.
So why we go through chastening is so that we may share in God's holiness. Amen. Ili ni tuwe na hiyo utakatifu Mungu anatamani katika maisha yetu, tuweze kuwa partakers. Kwa hivyo nimeeleza majaribu aina 5. Jaribu la kwanza ni temptation. Jaribu la pili nimesema God does not tempt. Mungu hajaribu mtu yeyote. Mtu anapojaribiwa, and in every temptation there is a way of escape. Jaribu aina ya pili ni testing. Ni majaribu ya mtihani. Unajaribiwa lakini kuna jawabu pale mbele. Na jaribu aina ya 3 ni trials and affliction. Ni mateso na ni chakula ya mwenye haki. Jaribu aina ya 4 ni wilderness experience, nyika. Na jaribu ya mwisho ambao nimeinena ni chastening. Bwana uzima akubariki. Sijui unapitia jaribu aina gani, lakini umeelewa utabidi uvumilie ili upate urithi ulio mwema. Bwana akubariki. Let's pray. Father, in Jesus' name, I thank you for every viewer who has heard this message. And I pray, God, that, Lord, maybe some of them are going through hard times. They are going through trials. Others have been tempted. I ask of divine strength to overcome. In Jesus' name, I pray that through what they are going through, Lord, you develop a character in them. I pray through what they are going through, you lead them to a wealthy place. Kama vile tumesikia katika Psalm 66 ya kwamba tulipitia katika moto lakini ukatutokesea katika mahala pazuri. I declare the same in their life. Kwa hiyo kila aina ya jaribu wanayoipitia, wapatie moyo wa uvumilivu, wapatie capacity ya kushinda katika jina la Yesu Kristo, na ili kwamba wakatokee wakiwa wametengenezeka na wakiwa dhahabu inayong'ara. Katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Kiugo gĩaku nĩkĩo tawa wa magũrũ makwa na ũtheri wa kũmũrĩka njĩra yakwa, nĩkĩo mũthingi ũrĩa mwega na mũrũmu wa gwaka mĩtũrĩre itũ. Kiugo kĩa muoyo, tabarĩra ya mwanya ũkĩreherwo nĩ ndungata cia Ngai nyamũre na igaitĩrĩrio maguta o mũthenya wa kiumia thaa 2 cia rũcinĩ kinya thaa 3 cia rũcinĩ mũtambo-inĩ wa Pacific Waves Television. Kĩambĩrĩria-inĩ kiugo arĩ kuo, nake kiugo arĩ Ngai, nake kiugo atũirio harĩ Ngai. Kiugo kĩa muoyo, ndũkahĩtũkagwo nĩ tabarĩra ĩno. You are watching Pacific Waves Television USA, a place of nourishment. Don't
Pacific Waves Radio. Pacific Waves TV. Pacific Waves TV.